Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa msikilizaji unayetusikiliza usiku wa leo, nipende kukukaribisha sana kwenye ibada yetu ya Ijumaa. Mungu akubariki sana na twende mbele za Mungu. Tuanze kwa kufungua ibada hii. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa kutupatia kibali na neema hata tumeweza kukutana tena usiku huu. Mungu wangu na Baba yangu, ninaiweka wakfu ibada hii mikononi mwako. Mungu, ukaitumie, ukaseme nasi, ukatusaidie, ukatuvushe pale ambapo Bwana umekusudia tutoke kwenye mitego ya adui. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen. Basi mpendwa msikilizaji, na kukaribisha sana. Tulikuwa na ibada kama hii Ijumaa ile iliyopita, wiki moja. Ijumaa iliyopita hatukuweza kuwa na ibada kwa sababu ya maandalizi ya ibada nyingine. Lakini nipende kukukaribisha sana usiku wa leo wa tarehe 9. Mungu akubariki wewe ambaye umeshasogea mahali hapa kwa ajili ya kusikia neno la Mungu. Na leo tunaendelea tena kama ambavyo tumeona kwenye matangazo yetu, unajuaje umevamiwa kiroho na adui. Hilo ndilo neno ambalo Roho Mtakatifu ametupa. Na pia nipende kukupa habari njema. Tunaye mtumishi wa Mungu Pastor Joel Kajitweli akiendelea na somo hili ambalo tumeanza nalo tangu Ijumaa ile nyingine. Nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuendelea na neno ambalo Roho wa Bwana amempa. Karibu sana na Mungu akusaidie kuelewa na akusaidie pale ambapo tutakapoanza maombi, neema ya Mungu ikatuvushe. Karibu sana Pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa mbinguni ametupatia nafasi tena ya kuweza kuzungumza mambo machache katika swala ambalo tulilianza, na Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu Pastor Nancy kwa fursa hii. Ujumbe wetu ulikuwa unajuaje umevamiwa kiroho na adui. Unajuaje umevamiwa kiroho na adui. Hicho ndicho kitu tulianza. Na katika kuanza hapo tulizungumza kuhusu habari ya viashiria vinavyoelezea kuwa umevamiwa kiroho na adui. Viashiria vinavyoelezea kuwa umevamiwa kiroho na adui. Na Ijumaa hiyo iliyopita ambayo tulikuwa na kipindi hiki kwa mara ya mwisho, tulizungumza kuhusu swala la msingi sana ambalo naamini utakuwa umefuatilia. Na kama unasikiliza sasa au kupata fursa ya kufuatilia hiyo sehemu ya kwanza ya somo hili, tafadhali tafuta kwenye mtandao hapo, utapata ili uweze kupata nini tulizungumza. Lakini tulizungumza kuhusu kupoteza shauku kwenye mambo ya kiroho. Jambo la kwanza lilikuwa ni kupoteza shauku kwenye mambo ya kiroho, kama kiashiria kinachoelezea kuwa wewe ndugu umevamiwa na adui. Ukishaanza kuona hiyo hali, jua swala lako la uvamizi liko very active, yani adui yuko mahali fulani anafanya kitu fulani. Na bila kupoteza muda, basi kwa siku hii ya leo tutakuwa tunaendelea na point ya pili, sehemu ya pili ya hivyo viashiria ambavyo vinaelezea kuwa mtu amevamiwa na adui kiroho. Na kiashiria cha pili ni kuwa na mawazo yaliyovurugika katika akili yako. Unapokuwa na mawazo yaliyovurugika katika akili yako, inaashiria kuwa kuna shetani, adui amefanya uvamizi mahali fulani. Ukisoma maandiko utaona jinsi ambavyo Biblia inazungumza. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 33, Biblia inasema, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, bali ni Mungu wa amani, vile vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu.
Mungu ni Mungu wa amani. Mungu ni Mungu, si Mungu wa machafuko. Mungu ni Mungu. Our God is the God of peace. Kila wakati unapoona amani kwenye akili yako, jua ya kuwa Mungu yuko upande wako na vitu vinakwenda sawa sawa. Lakini ukianza kuona tu kunakuwa na machafuko, akili yako haiko kwenye settlement, haiko kwenye utulivu, haina amani, tunashawishika ya kuwa kuna uvamizi wa kishetani ambao tayari umekwisha kukuvamia. Kuna uvamizi wa kishetani ambao umekwisha kuvamia. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 14. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 14. Macho yake mwenye hekima yamo kichwani mwake, lakini mpumbavu huenda gizani, ila hata hivyo nikatambua ya kwamba ni tukio moja la mwisho liwapatalo wote sawa. Nasema macho ya mwenye haki yamo kichwani mwake. Kwa nini shetani anavamia na kuvuruga akili ya mtu, ambacho kinakuwa ni kiashiria kimoja ya kuwa kuna uvamizi? Ni kwa sababu macho ya mwenye haki yamo kwenye kichwa chake, ambako ndiko akili liko, kwenye kichwa chake. Maana yake ni nini? Anapanga kukuvuruga ili uweze kushindwa kuona hatima yako, uweze kushindwa kuona hatua inayofuata, uweze kushindwa kuona kile Mungu anasema. Kwa sababu pia ili Mungu aseme na wewe, hakutakiwi kuwa na kuvurugika. Mungu anazungumza na watu ukiwa na amani, akili yako ikiwa na utulivu, ndipo Mungu anazungumza. Ndio maana kuna wakati mwingine Mungu anafikia saa akiona haumpati vizuri, anakusubiri upate usingizi mzito, akili yako na kila kitu kimejisalimisha, ndio analeta njozi kukupa taarifa. Lakini alitamani sana aongee na wewe tu ukiwa kwenye mishemishe ya biashara, kwenye kazi, ofisini, ukiwa darasani, ukiwa kokote kwenye shughuli za shambani, azungumze na wewe kwenye heka hizo za siku, kwa sababu akili yako anatarajia iwe na utulivu. Lakini inapokuwa imevamiwa, ni kwamba kunakuwa hakuna utulivu. Jicho lako la akili linakuwa limeshikwa, hakuna kitu kinaendelea, hauwezi kutafakari vizuri. You cannot think straight. Akili yako haiwezi kutafakari ikiwa imenyooka. Kunakuwa na vitu vinayumba yumba. Hauna mawazo yaliyo productive, mawazo yanayoleta matokeo. Una mawazo ya kushindwa tu, ya kukata tamaa tu. Kuna uharibifu umeingia kwenye akili yako. Na hali hii, ukishaanza kuona akili yako haifikiri katika hali ya kunyooka, jua shetani yuko mahali fulani. Na huu ni uvamizi hatari sana, kwa sababu wakishakushika akili yako, jua safari yako ya maisha iko mahali ambako sio pazuri, mahali ambako sio pazuri. Sasa ni vitu gani vinaweza kusababisha akili ya mtu ivurugike? Ni vizuri tuvijue. Unaweza kuvitambua ni vitu gani ambavyo tunaweza tusiviseme nikavisema vyote, lakini nitakupa vichache ambavyo vitaanza kukupa mlengo wa kuwa akili yako inavurugika. Hiki ni kitu gani kimeingia? Ni vitu gani vinaweza kusababisha akili ya mtu ivurugike? Cha kwanza kabisa, husababishwa na maumivu ya mambo yaliyotokea kwenye maisha siku za nyuma. Akili kuvurugika inasababishwa na mambo na maumivu yaliyotokea siku za nyuma kwenye maisha yako. Maumivu inapelekea majuto yasiyokoma. Kuna matukio ya mambo uliyofanya kwenye maisha yako. Kuna matukio ya mambo uliyokutana nayo, ni aidha watu walikufanyia. Kuna mambo uliyoyafanya wewe mwenyewe, tunaita makosa kwenye maisha, ambayo uliyafanya katika siku zako za kuishi huko nyuma. Haya mambo yanapoendelea kukaa kwenye moyo wa mtu kwa muda mrefu, yanavuruga akili ya mtu. Kila unapofanya rejea kwenye haya mambo, akili yako inakuwa haina utulivu. Kunakuwa na majuto, kunakuwa na malalamiko yanaendelea kwenye akili yako, kunakuwa na vitu haviko sawa sawa. Unajilaumu mwenyewe kuhusu mambo ya kale. Kunakuwa na lawama zisizoisha ndani ya akili yako. Unalaumu watu kuhusu makosa ya mambo ya kale. Hauishi kuwalaumu watu kwamba hapa nilipofika ni kwa sababu ya huyu.
Isingekuwa huyu, mimi nisingekuwa hapa, nisingekuwa naumia hivi. Isingekuwa huyu kunisaidia, isingekuwa huyu kujitoa kikamilifu, mimi nisingekuwa maskini leo. Isingekuwa baba kunisomesha shule, mimi leo nisingekuwa hapa nilipo. Isingekuwa mama na baba kuachana kwenye ndoa, nisingekuwa hapa, nisingekuwa mjinga, nisingekuwa hivi nilivyo leo. Sijasoma shule. Kwa hiyo kunakuwa na vitu vinaendelea kwenye akili yako, havi lawama. Katika maisha tunayoishi, unaona wenzako wanaishi maisha mazuri yanayofanikiwa, kunakuwa na mambo ya rejea, mambo ya zamani, ya kwamba kwa sababu ndoa ya baba yako na mama yako ilivunjika, kukawa hakuna fursa tena ya nani anaweza kuwajibika kwa ajili ya watoto, kukawa na vitu vimevurugika, ukupata fursa ya kusoma shule, mambo yameharibika kabisa, una maumivu makali. Unaona wenzako wameendelea, wamesoma shule, wana maisha mazuri, wewe unahangaika katikati ya maisha, kuna mvurugiko, kunakuwa na rejea. Akili yako inakuwa haiko kwenye utulivu. Akili yako inakuwa haiko kwenye utulivu. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, la, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Mstari wa 13. Ndugu, jihadharini nafsi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Paulo anasema ya kuwa yeye, pamoja na kwamba anajua hajafika, kama wewe ambaye bado hujafika, una mambo mengi unatarajia uyakutane nayo mbele ya safari ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, lakini jambo moja ambalo Paulo lilimsaidia ni kuyasahau yaliyopita. Ana focus na mambo yaliyo mbele yake. Ametulia akiangalia, ili uweze kwenda mbele kwenye hatima yako Mungu aliyoikusudia kwenye maisha yako. Inachukua gharama ya kuyasahau, kuyadelete, kuyafuta na kuyaacha kabisa mambo ya zamani, mambo yaliyopita. Ndipo akili yako itapata fursa ya kuwa na utulivu. Ukiacha kukubali kuwa ukupata fursa ya kusoma shule na unaweza ukafanya maamuzi ya kusoma shule leo, jua unaweza ukakwama mpaka unaingia kaburini. Na hii ni silaha shetani anaitumia. Mambo ya zamani atatumia kutaka kuvuruga akili yako, kuendelea kukukumbusha na tena ili uweze kuumia. Tuna watu wengi tu, kwa mfano huo wa watu ambao hawakusoma shule, waliamua kuja kufanya shule wakiwa wameshakuwa watu wazima. Vijana na wajua ni waendesha bodaboda, wanaendesha bodaboda, wanatafuta pesa zao wenyewe, wanaanza kufanya madarasa, wanasoma shule. Nina mtu ninayemfahamu ambaye ni maarufu sana sasa, alianza kusoma akiwa anauza duka la mjomba wake la vyombo, duka la vyombo kwenye jiji la Mwanza, sokoni pale mjini. Anapata pesa, mshahara wake, anakwenda kwenye madarasa Pamba Sekondari, anakwenda anasoma, akamaliza, akaenda Takwa High School, akasoma pale, akamaliza form 6, akaenda St. Augustine University, akasoma, akapata degree yake vizuri. Leo ni mtu mzuri. Alifanya maamuzi katika utu uzima. Hakupata fursa hizo akiwa mtoto. Hakuna sababu ya kuendelea kulalamika. Usimruhusu shetani akukunyonga hapo na kuzuia kile Mungu anatamani kufanya kwenye maisha yako. Fanya maamuzi ya kuachana nayo. Ni kweli ulikosea, ni kweli ulifail, ni kweli ulifanya makosa, ni kweli ulianguka kwenye hiyo dhambi. Tunajua ni kweli. Lakini mwenye haki huamka, hunyanyuka na kutembea mbele, sio kulala pale. Unakaa unawaza hicho kitu kimoja tu, kinaumiza moyo. Akili yako inaparaganyika, hauwezi ukakaa. Ili akili ilete matokeo ni lazima iwe na utulivu, na shetani ndicho anachokiwahi. Ili akili kufanye kuwa mtu mkuu ni lazima kuwe na peace, na peace of mind. Bila hivyo you will never get where you're going. Hakuna mahali utaenda unakokwenda, utapotea njiani. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza la kuliangalia kama kitu ambacho kinasababisha akili ya mtu iweze kuvurugika. Jambo la pili ni kutokusamehe mambo uliyotendewa kwenye maisha. Kutokusamehe. Mpendwa msikilizaji, na kuonya, wewe ni mmoja wa watu uliowakosea wengi tu katika siku zako za kuishi. Lakini ulifikia mahali
ukaamua kuwasamehe, ukaamua kusamehewa, ukaamua kusamehewa, na leo ndio uko hapo. Lakini wewe kwa nini usamehi wenzako waliokukosea? Umewashikilia. Kuna wakati unalia mwenyewe, machozi makali, unasema huyu, na kuna wakati unawishi upate fursa ya kuweza kuwa hata labda pengine hata kiongozi kwenye position fulani, ili uwashughulikie waliokufanyia hiki na kile. Huu sio moyo wa Mungu. Moyo wa Mungu umehifadhiwa katika kusamehe. Tunatakiwa kuwasamehe waliotukosea. Kumbuka kuwa katika safari ya maisha haya utakosewa sana. Hata sisi tumemkosea Mungu sana, lakini bado aliweka mpango wa kuja kutuokoa bila hata kumwandikia barua. Akamleta Yesu akafa, tukasamehewa dhambi zetu. Msalabani akapigwa, akateswa, mwanawe wa pekee. Je, wewe ni nani usiweze kusamehe? Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 na wa 15. Mathayo sura ya 16 mstari wa 14 na wa 15. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu. Kuhusu kufunga. Haleluya. Sasa hilo swala linalozungumzwa hapo ni kwamba inachukua wewe kusamehe wengine na wewe utasamehewa. Shetani anachokiwahi hapa, na ndio maana anafanya uvamizi, ni wewe usisamehe, na hii inapelekea wewe kutokusamehewa. Na kumbuka, ukiwa haujasamehewa, hata ungemwomba Mungu usiku kucha, hakuna kitu chochote Mungu atakujibu. Ni kelele kwenye kiti cha Mungu. Anasema sikio lake si zito hata lishindwe kusikia. Lakini maovu yamewafarakanisha yeye na sisi. Maovu hata tunaomba hasikii. Maana yake ni kwamba shetani anawahi hapo kwenye kuto kusamehe, ili uvurugane na Mungu wako, ili akili yako isiwe kwenye utulivu, ili akili yako isiwe na settlement, ili akili yako isiweze kuwa na uwezo wa kujenga mawazo mapya na kufikiri. Fikra yako isiweze kuwa creative, isiweze kutengeneza vitu vipya vitakavyoweza kukufanya uweze kufanikiwa. Na ukikwama hapa, unaweza ukakwama kabisa kwenye maisha yako. Mathayo sura ya 18 mstari wa 23. Mathayo sura ya 18 mstari wa 33 hadi 35. 33 hadi 35. Nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Mstari wa 34. Bwana wake akaghadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapoilipa ile deni ile yote. Mstari wa 35. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatendea ninyi msipowasamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Hii ilikuwa ni habari ambayo ukisoma hiyo sura vizuri yote ya 18 utakuja kuona vitu vingi ambavyo vimejificha hapo. Kuna mtu ambaye alikuwa amesamehewa. Yesu alikuwa anatoa mfano. Alisamehewa na bosi wake alilalamika, alikuwa anadaiwa, na katika kudaiwa akawa amelia sana. Bosi wake akamsamehe. Alipomsamehe, nini kikatokea? Yeye alipotoka akakutana na mdeni wake, akamng'ang'ania na kumwacha kwa fujo sana. Taarifa zikamrudia bosi wake. Bosi wake akasema, ndio haya maandiko, mbona mimi nilikusamehe wewe, wewe umeshindwa kumsamehe wewe? Akamrudisha kwa watesaji, akamshughulikia mpaka atakapolipa lile deni ambalo anadaiwa. Nini maana yake? Usiposamehe hausamehewi, utaingizwa kwenye kikangio, kwa sababu kuna mambo ambayo pia wewe unadaiwa. Yoyote aendaye kwenye mlima wa Bwana anatakiwa aende akiwa na mikono safi. Siende kushtaki wengine wakati wewe pia una ya kwako. Swala langu la msingi kwenye hili jambo ni nini? Ni wewe kusamehe watu wote waliokukosea, wadeni wako wote. Utusamehe makosa yetu kama nasi tuwasamehe waliotukosea. Wasamehe wadeni wako wote. Inasababisha akili yako kuwa na utulivu. Inasababisha akili yako isiwe imevurugika.
inasababisha akili yako iwe na amani, inasababisha akili yako izae matunda. Mwenye hekima mmoja alisema, kutokusamehe ni kama mtu kunywa sumu mwenyewe alafu anatarajia mtu mwingine afe. Kutokusamehe ni kama mtu kunywa sumu mwenyewe huku akitarajia mtu mwingine afe. Nini najaribu kusema? Usije ukajidanganya. Wewe unawaacha kuwasamehe ambao walikukosea. Kumbuka maisha yanaendelea. Hata ukikutana nao, utakutana nao wanastawi tu. Moyo wako unanungunika tu. Wewe unachoka, unakata tamaa. Kila kitu akiende vizuri, hata ngozi yako imeanza kuharibika kwa sababu una msongo wa mawazo ya watu waliokufanyia vibaya. Ndiyo, walifanya vibaya, hilo sikatai, lakini kuna mahali pa kufikia kuachana na hivyo kwa ajili ya afya ya akili yako, afya ya kiroho yako, ili uweze kupata fursa ya kwenda kuyafikia yale Mungu ambaye amekusudia kwa ajili ya maisha yako. Lakini unapokuwa mjeuri, utaki, unasema huyu nitang'ang'ana naye, ndivyo itakuwa hata Mungu atang'ang'ana na wewe, na nikuhakikishie utakwama sana. Kwa hiyo ukitaka kujua ya kuwa ni kitu gani ambacho kinaweza kusababisha akili yako ivurugike, hiki ni kimoja wapo. Seto akili yako kwa kusamehe watu waliopita. Seto akili yako kwa kusamehe watu waliopita, watu ambao wamekusumbua kwenye moyo wako. Achana nao. Jambo la tatu, vitu gani vinaweza kusababisha akili ya mtu ivurugike? Jambo la tatu, kuchelewa kupata kile akili inatarajia kupata kwa wakati. Kuna kitu unakitarajia, kuna jambo umeliomba kwa bidii sana, unatarajia Mungu akujibu. Kuna watu wamekuahidi vitu wakupatie, bado havijaja. Kuna mtu amekuahidi pesa ya mtaji, mpaka leo hajakupa, anakupiga story tu. Moyo wako unakuwa unavurugika, akili yako inakuwa haiko kwenye utulivu, kunakuwa na vitu mchanganyiko vinasumbua. Unakuwa ni mtu ambaye hata ukilala bado akili yako inafanya kazi. Mithali sura ya 13 mstari wa 12. Mithali 13 mstari wa 12. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo wa mtu huugua. Neno moyo kwenye tafsiri zilizotumika za Biblia za kwanza zilizoandika, tafsiri za kwanza za Biblia ni neno kardia. Kardia tafsiri yake ni moyo na akili. Maana yake ni kwamba walikuwa wanazungumzia kuhusu akili. Kuna wakati wanasema moyo lakini wakimaanisha akili. Anasema kile kilichotarajiwa kuja, moyo huugua. Maana yake akili ya mtu inakuwa na maumivu makali. Umetarajia nini kwenye maisha yako, hakijafika mpaka leo, wewe ni shahidi kabisa, akili yako inauma. Unashindwa kuelewa ni kwa nini mpaka leo hiki kitu hakijatokea. Ni kwa nini mpaka leo sijapata ajira? Ni kwa nini mpaka leo ninahangaika hapa? Ni kwa nini mpaka leo sijaoa? Ni kwa nini mpaka leo sijaolewa? Ni kwa nini mpaka leo ninafanya biashara hii haitoi faida? Ni kwa nini mpaka leo anko aliniahidi ya kwamba atanipeleka shule, hajanipeleka? Hivi vitu vinafanya akili ya mtu inauma. Kunakuwa na maumivu, na akili ikivamiwa ikavurugika, jua hakuna kitu kinaweza kuendelea kwa uzuri kwenye maisha yako. Na hii ni strategy, ni mpango wa shetani kutaka kufanya maumivu. Jambo moja ambalo unatakiwa kujua, kila kitu kimepangwa na Mungu. Mungu ana wakati wake. Kuna wakati ambao Mungu amekusudia aweze kukuinua. Kuna wakati ambao Mungu amekusudia uweze kuingia kwenye hatua fulani. Kuna wakati ambao Mungu anapanga hicho kitu unachokitarajia kije. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuruhusu moyo wako na akili yako iwe kwenye utulivu na kuamini ya kuwa Mungu atafanya. Namkumbuka baba yetu Ibrahim alipoahidiwa swala la kwamba atapata mtoto, litakuwa taifa kubwa, wazao wake utakuwa kama mchanga wa bahari. Vitu vingi aliahidiwa, lakini toka alipoambiwa mpaka kuja katikati hapo kukawa kimya, hakuna kitu kinaendelea. Lakini Ibrahim, Biblia inasema, aliendelea kumtukuza Mungu huku akiendelea kungojea huo muujiza utokee. Nini tunatakiwa kufanya? Hatutakiwi kuendelea kulalamika, hatutakiwi kuendelea kuumiza vichwa, hatutakiwi kuendelea kuchosha akili zetu kwa mawazo mazito. Tunatakiwa kuendelea kuvifanya vitu vya kiroho kama kumsifu Mungu, kuendelea kumwamini Mungu na kuendelea kumkumbusha Mungu, na saa inakuja hicho kitu kinakuja. Lakini kutulia kwenye kituo hicho na kuendelea kulalamika na kuendelea kuumia ndani ya akili yako kumekuwa kama sokoni
kelele zisizokuwa za kawaida ambazo hatuwezi kuelezea kwa sababu ya mambo yanayoendelea kwenye akili yako ya kuwa umesubiri sana, mbona hiki kitu hakitokei. Na hii ni silaha moja shetani anaitumia kutaka kuvuruga akili yako, na akili yako ikiwa imevurugika hakuna kitu kinafanyika. Kuna mtu mmoja ambaye alikutana na bwana mmoja, basically alikuwa anamuuliza kila wakati, na wakiwa wamekaa amemkuta kwenye nafikiri ilikuwa ni bar, anakunywa, akawa anamwambia, kaka vipi, unaoa lini? Umechelewa sana, muda umeenda ndugu yangu. Oa, ushakuwa mtu mzima sasa, oa. Lakini saa zingine tunashindwa tunapokuwa tunawauliza watu, umechelewa kuoa, umechelewa kuolewa. Huwa hatujiulize hili swali. Tunahisi ni kwa nini wamechelewa kuoa au kuolewa. Hatufikirii ni nini pengine wanapitia. Huwa tunawahi kutoa lawama na zinawaumiza. Ni ukweli zinawaumiza. Huyu ndugu, bahati mbaya kabisa, alikuwa na bastola ndani yake. Alikuwa amebeba bastola. Aliposikia yule ndugu kamuuliza lile swali, akagafirika, akachukua hiyo bastola akampiga risasi yule bwana. Yule bwana alikufa pale pale, na yeye pia akajipiga risasi akafa. Nataka kusema nini kwenye mfano huu? Huu ni mfano mzuri wa kile tunachokitarajia kikiwa kimechelewa kufika kinaleta shida. Kwa hiyo bwana alichoka, anaulizwa kila wakati. Kamwambia, unaniuliza kila siku bwana, nioe nini? Wewe vipi bwana, huna mambo mengine ya kufanya? Achana na mimi bwana. Bwana, oa ndugu yangu. Naye kaendelea kukoma. Alipigwa risasi akafa pale pale, na bwana yule akajipiga risasi naye akafa pale pale. Akili ikivamiwa na adui, ikiwa imevurugika, moja ya kitu kinaweza kuleta shida sana ni akili zetu zikivamiwa. Mwisho wa siku shetani ana ajenda yake. Nilikwambia mwanzoni kuwa ukiona kitu kinafanyika ambacho sio cha kimungu kwenye maisha, anza kushughulika nacho mapema, kwa sababu shetani ana mradi mkubwa mbele. Unaweza ukaona kama kitu cha kawaida, unatoka unaenda unafichama mahali fulani, unafanya hiki, unafichama guest house, unalala na mwanamke, hakuna mtu atajua, unarudi, endelea tu. Lakini kuna siku inakuja litakuwa jambo linalozungumzwa na magazeti yote na hakuna mahali pa kujificha. Siku hiyo ndio kifo chako kitakuwa kimefika. Nini nasema? Mambo haya unapoona yanasonga moyo wako, unaanza kuona mbona hiki kitu kimechelewa, tafuta msaada wa kiroho haraka. Usinyamaze mwenyewe ukafa peke yako. Ndio maana kuna watumishi wa Mungu, hata kama uko unanisikiliza una changamoto kama hizi, inawezekana umechelewa kuoa au kuolewa, na hata wewe mwenyewe huelewi ni nini. Kila ukifuata wasichana, mnaenda, kuna wakati inafika inadondoka. Mmefikia mpaka saa kutakwenda kupeleka barua, unasikia binti amebadilika au kaka amegeuka. Vitu vya ajabu vinatokea, na hivi ndivyo vinaumiza akili. Akili inakuwa haina utulivu kabisa, na mwisho wa siku vinakuwa tanzi, vinaleta shida kwenye maisha. Na huu ni mradi wa shetani wa kutaka kuumiza binadamu. Lakini tumekuja hapa kukuambia katika jina la Yesu, ukombozi wako umefika. Na mimi naona kabisa Bwana akikuweka huru katika jina la Yesu. Na maisha yako hayatabaki kawaida kuanzia sasa katika jina la Yesu. Maisha yako yatakuwa huru. Kwa hiyo nikuombe, kama una shida za namna hii, una vitu vinasonga akili yako kwa sababu ya ucheleweshaji na nini, tafadhali usisite kututafuta. Kuna namba tutazitoa mwishoni, tutafute, tutapata fursa ya kusaidia. Au uko mbali, una watumishi wa Mungu wako wengi tu taifa hili, hata nje ya nchi, kokote wanaweza kuwa msaada kwako. Usife peke yako. Tafadhali kimbia kapate msaada, na Bwana naona akikusaidia kabisa katika jina la Yesu. Jambo la 4, kwa kusikiliza taarifa mbaya. Kwa kusikiliza taarifa mbaya. Taarifa hasi. Taarifa mbaya. Ni taarifa gani unayoiamini? Ni taarifa gani unayoisikiliza sana? Ni taarifa chanya au taarifa hasi? Ni taarifa positive au taarifa negative? Ni taarifa gani? Taarifa unazozipokea kwenye maisha yako kila wakati, kwenye maisha ya kila siku, zina mchango mkubwa sana wa kuijenga akili yako,
isivurugike au akili yako ivurugike. Nini unasikiliza? Nini unasikiliza? Tunasema yule unayemsikiliza sana anaamua nani atakaye kusikiliza sana. Anaamua nini kitakachokusikiliza sana. Yule unayemsikiliza sana. Kwa unatakiwa kutafuta aina ya vitu unavyotakiwa kusikiliza. Vyanzo vya vitu unavyotakiwa kuvisikiliza. Si kila kitu unatakiwa usikilize. Vingine vinakuja kutaka kukumaliza, kukuvuruga, kuharibu maisha yako. Hesabu sura ya 13 mstari wa 32 na wa 33. Biblia inasema Biblia inasema, Hesabu 13 mstari wa 32 na wa 33. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ile nchi walioipeleleza, ya ile nchi walioipeleleza. Wakasema, ile nchi tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote walituona, tuliwaona ndani yake ni watu warefu mno. Mstari wa 33. Kisha huko tuliwaona Wanefil, wana wa Anaki, waliotoka kwa hao Wanefil, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona. Tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, na hao ndivyo walivyotuona. Haleluya! Hizi ni taarifa zilikuja kutoka kule kwa hao ndugu waliokutoka kwenda kupeleleza. Taarifa hizi zilikuwa taarifa negative kwa mfumo wa Mungu. Ni kweli zilikuwa ni taarifa za kweli, lakini zilikuwa taarifa hasi kwa mfumo wa Mungu, ambazo zilikuwa zinapelekea kuyeyusha nafsi, kuyeyusha akili za wana wa Israeli. Sema, ni kweli tumeenda nchi ile inawala watu, inawatafuna watu. Nchi hiyo inawatafuna watu. Watu wanaliwa kwenye nchi hiyo. Na sisi tulivyojiona ndivyo wao pia walituona. Tulivyojiona sisi ndivyo wao pia walituona. Maana yake ni kwamba taarifa hasi ziliwafikia. Yoshua sura ya 14 mstari wa 8. Lakini wale ndugu zangu waliokwea kwenda pamoja nami waliyeyusha mioyo ya watu, ila mimi nilimfuata Bwana Mungu wangu kwa utimilifu. Yoshua huyo. Wale ndugu zangu walioenda kuitafuta ile nchi waliyeyusha mioyo ya watu. Moyo wa mtu ukayeyuka. Nimekwambia moyo, saa zingine natumia neno akili kwa maana ya neno cardia kwenye tafsiri za awali za Biblia. Waliyeyusha mioyo ya watu, waliyeyusha akili za watu. Taarifa zilipokuja, taarifa hasi zinayeyusha akili. Akili inavurugika, akili inayeyuka, akili inakuwa haina mlengo, akili haifikiri kwenye utaratibu wake, akili haiwezi kuwa na matunda tena, akili inakuwa dormant, akili inalala, akili inachoka, akili inakuwa kwenye vita, akili haifanyi maendeleo tena, akili inakuwa inahangaika. Usikubali mtu akuletee taarifa hasi. Usikubali kujumuika kwenye maeneo yanayotoa taarifa hasi. Usikubali kusoma vitabu vinavyoleta taarifa hasi. Usikubali kusikiliza habari hasi. Usikubali kuletea ujumbe hasi. Usikubali kusikiliza mtu anayekwambia vitu vya ovyo tu. Wewe utashindwa, wewe utakwama tu, wewe unaona hata shule ulishindwa. Kuna watu wengi tu walishindwa shule lakini maisha yao yanaendelea. Wewe una lolote, hata ile biashara ulivyofanya wakati ule ulikwama, umeanza tena, utoboi. Si kila wakati mtu akishindwa mara ya kwanza atashindwa milele. Ni lazima uwe na uwezo wa akili ndani yako ya kiungu ya kukusaidia wewe kuweza kushindana na hicho kinachokuja. Lakini ukiwa na watu wanakuzunguka namna hii, marafiki wana tabia ya kuzungumza vitu hasi, achana nao, wakwepe, block, achana nao kabisa. Block kabisa. Hao sio watu wa kushikamana nao, kwa sababu
wanataka kumaliza maisha yako. Ni mshale wa adui anaotumia kutaka kuua maisha yako kwa kupitia kuivuruga akili yako. Ni uvamizi wa kishetani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Njia za kuepuka taarifa mbaya, naweza nikakupatia 2. Ya kwanza, usisikilize taarifa mbaya. Hiyo ni ya kwanza kabisa. Usisikilize taarifa mbaya. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Zaburi sura ya 1 mstari wa 1. Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kusimama katika njia ya wakosaji, wala kuketi barazani pa wenye mizaha. Sikiliza, anasema ya kuwa heri mtu yule asiyekwenda kwenye shauri la wasio haki, ya kwanza, lakini wala hajasimama kabisa katika njia ya wakosaji. Watu wanaozungumza vitu havieleweki, hata kusimama sasa anaongea pumba, huyo achana naye huyo. Wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha. Hakai mahali pa watu wenye mizaha, ambako ndiko vitu negative hasi vinatokea. Mahali pa watu wenye mizaha, wanazungumza vitu vya kumaliza maisha yako. Anaweza kukutamkia jambo likafanya usiku wako wote usiwe mahali pake. Unalala unawaza, inawezekana ni kweli. Mtu anakuambia tu, wewe mpaka leo hujaolewa, unalaana wewe. Wewe ulitengenezwa tu kwa malaya, wewe hujazaliwa kuolewa wewe. Unaweza kukaa usiku mzima huko macho, na pengine inapelekea shetani anaanzisha kwenye mradi wake, anapelekea mahali pa kukwambia kunywa dawa, anakupelekea mahali pa kukwambia jifunge na kamba, jinyonge. Usikubali mtu anayekusemesha namna hiyo. Zungumza naye machoni, mwambie mimi nitaolewa, mimi nitaoa, mimi nitafanya biashara tena, mimi nitasoma, katika jina la Yesu Kristo, na kuanzia sasa mimi na wewe sio marafiki. Jambo la pili, njia za kuepuka taarifa mbaya. Amini taarifa za Mungu kuliko taarifa unazopewa. Amini taarifa za Mungu kuliko taarifa unazopewa. Isaya sura ya 53 mstari wa 1. Anasema hivi, Isaya sura ya 53 mstari wa 1. Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa kwa nani? Ni nani aliyesadiki habari tuliyoileta? Ni nani aliyesadiki habari ile tuliyoileta? Ni ripoti gani? Which report should you believe? Ni ripoti gani unatakiwa uiamini? Ni habari iliyoletwa kutoka kwa Mungu. Mara nyingi hatuzisadiki hizo habari. Ndio maana tunakuwa tunasadiki vitu vya mitaani, watu wanavyotuambia, vinatumaliza na kuturarua. Lakini habari za Mungu wakati mwingine zikitufikia zinaonekana kama vile hazifanyi kitu, lakini mwisho wa siku zitazungumza. At the end it shall speak. Mwisho wa siku itakuja, itatimia. Tunatakiwa kuamini habari ya Mungu aliye hai. Tunatakiwa kuamini habari ya Mungu aliye hai. Habari za Mungu aliye hai. Nenda kwenye Biblia, tafuta Mungu kaandika nini kuhusu wewe. Mungu kaandika nini kuhusu wewe? Mfano, nimetolea swala hili la kuoa au kuolewa. Ukisoma Biblia inasema hakuna mtu atakayekosa mwenzake. Hakuna mtu atakayekosa mwenzie. Hakuna. Nenda kasome kwenye maandiko. Hakuna mtu atakayekosa mwenzie. Kitabu cha Isaya sura ya 34 mstari wa 16 kasome. Maana yake ni kwamba kama hauna mtu leo ambaye amekufuata, yupo, unachotakiwa ni kupambana kiroho. Huyo mtu aje, ni shetani anazinga, atakuja tu. Nenda ukapate taarifa za Mungu, na hizo ndizo simamia. Wamesema hautapona. Walikupa taarifa pengine hospitali, huu ugonjwa hauponi wewe. Imevuruga akili yako kabisa, haulali. Unaona makaburi, unaona watu wanachimba, unaona unazikwa, unaona msiba. Umeshaanza hata kuandika will kwa sababu kuna frustration imeingia. Nenda kwenye Biblia, utakutana na habari unayotakiwa kuisadiki. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Aliubeba udhaifu wetu na magonjwa yetu yote msalabani. Kwa vidonda vyake sisi tumepona. Iko kila sehemu kwenye maandiko taarifa iliyo njema. Zaburi sura ya 112 mstari wa 7. Biblia inasema, hata ogopa habari mbaya, moyo wake imara ukimtumainia Bwana. Ukisimama kwenye taarifa ya Mungu, hutaogopa habari mbaya. Wakati unajua ya kuwa kwa kupigwa kwake nimepona, taarifa mbaya inapokuja ya kuwa huu ugonjwa hauponi wala haikushtui, wewe unasema okay, nashukuru daktari, Mungu akubariki kwa kunijulisha hili, nina kutakia siku njema. Unaondoka, unajua nini cha kufanya. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, haya ni mambo unayotakiwa kuyafanyia kazi, na unapoyafanyia kazi, naona kabisa akili yako ikiwekwa huru na Kristo. Naona kabisa misongo ya mawazo inatoweka katika jina la Yesu. Naona kabisa ukiwa huru kutoka vifungo vya akili katika jina la Yesu. Naona fikra yako ikifikiria straight katika maisha unayoishi. Mhubiri sura ya 21, Mhubiri sura ya 7 mstari wa 21 A na B. Mhubiri sura ya 7 mstari wa 21 A na B. Tena usitie moyoni mwako maneno yote yaliyosema, usije ukasikia utumwa wako mwenyewe ili anakutana. Nini nataka kusema kwenye hili andiko? Nitaka kusema nini kwenye hili andiko? Sikiliza kwa makini. Anasema tena usitie moyoni mwako maneno yote yaliyosema. Cha kwanza anatuonya ya kuwa yale maneno yote unayoambiwa, tunazungumzia maneno hasi, usiatie moyoni mwako. Unaposikia yaache hapo hapo, maana kuna shida inakuja. Usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe ali anakutukana. Usije ukamsikia mtumwa wako mwenyewe ali anakutukana. Maanake ni kwamba unaruhusu mapepo yanapata fursa ya kukutukana, ya kukuletea vitu visivyoeleweka. Nini point ya msingi? Acha kuweka moyoni hivi vitu. Hata leo limekuja kutoka kwa mtumwa wako, hata leo limekuja kutoka kwa bosi, hata leo limekuja kutoka kwa wateja, hata leo limekuja kutoka kwa wanafunzi wenzako, na pengine hata kwa washirika wengine kanisani ambao bado hawajakuwa. Utasikia wanakuambia kitu akisomeki kabisa. Usiweke moyoni kwako, kwa sababu ni sumu hivyo. Vita yeyusha akili yako. Okay. Ni kitu gani kinaashiria kuwa huyu mtu mawazo ya akili yake yamevurugika? Ni kitu gani mtu huyu, ni kitu gani kinaashiria kuwa mtu huyu mawazo ya akili yake yamevurugika? Ni vizuri kujua viashiria vile vya kujua akili yako sasa iko katika mvurugiko. Hapo tumeona vitu vinavyoweza kupelekea akili yako ivurugike, kwa sababu tunachokiangalia ni akili ikiwa imevurugika kama ishara ya kuwa umefanyiwa uvamizi na shetani. Okay, tuangalie sasa ni vitu gani. Cha kwanza, unaanza kuingiwa na mawazo ya kujiua. Ghafla tu unasikia kama unataka kujiua. Unatafuta dawa za kunywa, unatafuta kamba ya kujinyonga, unatafuta namna ya kwenda kulala barabarani ufe. Ghafla tu mawazo ya kujiua. Kuna ndugu mmoja ambaye alikuwa frustrated sana kwenye maisha yake, akili yake ikavurugika sana. Namfahamu jamaa mmoja, mwanasheria mmoja, ndoa yake iliingia shida, na kilichotokea ni kwamba alipata taarifa kuwa mke wake anatembea na mtu mwingine, na baada ya kupata taarifa hizo akaanza kulifuatilia, akaweka vitu vya kushika sauti kwenye gari lake, gari la mwanamke, na kweli siku moja katika kusikiliza akasikia sauti za kwamba watu walikuwa wanafanya mapenzi, na hiyo ikavuruga moyo wake, ikapelekea fujo sana kwenye ndoa yake, na mwisho wa siku ndoa, mke wake alivyogundua hilo akawa hayuko upande wake tena, ndoa ikavunjika. Kwa jamaa akili yake ikawa katika msongo wa mawazo, vitu akili yake ikawa haiko sawa. Anasema kuna siku aliamua kutaka kwenda kulala barabarani ajiue, gari gonge afe. Ni bwana mmoja ambaye alikuja na gari akiwa anapita, ndiye aliyemsaidia kuweza kumshauri na kumepusha katika hilo. Unaanza kusikia unataka mawazo ya kujiua. 2, unaanza kusikia hali ya kuacha kazi bila sababu. Unasikia tu. Na kuna wengine wameshaacha kazi, wewe ni shahidi. Baada ya kuacha kazi umekaa, mambo yameanza kushughulikia, unakuwa unajiuliza, hivi ilikuwaje nikaacha kazi? Watu wanakuuliza uliacha kazi, yani hata wewe mwenyewe huelewi. Uvamizi huo iko ni kuonyesha kwamba akili yako imeshavurugika. Ghafla unaanza kutamani kuacha ndoa yako, kukimbia
unataka kutoroka, uache ndoa, kukimbia mbali, ukajifiche, ukatafute maisha mengine, uache tu familia, watajijua wenyewe. Hali hiyo ikianza kukuingia, jua kuna uvamizi umeshakuja. Unaanza kuingiwa na hali ya kuchukia watoto, mke, bila sababu. Hata unawaza uwatie kiberiti, washa nyumba iwake moto, aungue humo ndani. Na hata mashahidi mmeshaona hivi duniani vinatokea. Mtu anafunga nyumba, anamwaga petroli, anachoma nyumba, familia inaungua yote. Hii ni kuonyesha kwa akili imekwisha kuvurugika. Na tukianza kuona vitu kama hivi, tunatakiwa kupata msaada wa haraka. Kuacha tu kufanya biashara. Duka ulikuwa unafungua mapema saa 2, ghafla siku hizi unaenda saa 8 ndio unafungua. Unakaa tu hata masaa 2 umeshafunga. Nataka niachane na hii biashara. Hali fulani inakuingia. Kuwa na hali ya kujitenga na watu. Hupendi kuchangamana kabisa. Hupendi kuchangamana kabisa. Hupendi kuchangamana kabisa na watu. Hupendi kuchangamana kabisa. Kukiwa kunatokea matukio watu wanaitana, hapana, wewe unataka ukae peke yako. Unakunywa bia peke yako, unajificha. Msongo wa mawazo umekushika, unajificha. Umetulia mwenyewe, hutaki kuchangamana na watu. Unawakwepa watu, unawakimbia watu. Hiyo ni ishara kabisa ya kwamba kuna uvamizi. Unaenda kwenye maeneo ya starehe, unakula vinywaji vikali kutuliza akili. Nataka kukuambia ndugu yangu, hata ungekunywa makreti 50 hayawezi kutatua msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unatatuliwa na Yesu. Bila Yesu hakuna kitu kinaweza kuendelea. Tusome andiko letu la mwisho alafu tuingie kwenye maombi. Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 5, Biblia inasema, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu na kukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Kwa kinachotakiwa ni kuangusha kila mawazo yanayoinuka kinyume na fikra zetu, kinyume na elimu ya Kristo ndani yetu. Tunatakiwa tuyaangushe ya mawazo. Na moja ya njia za kuweza kuangusha hayo mawazo, tutaendelea kujifunza, tutazipata, lakini unatakiwa uangushe. Moja kabisa ambayo ni ya kwanza, pambana kwa kuomba. Pata nyakati za kufunga na kuomba. Pigana na hilo roho iliyoshika akili yako. Nenda kwa mchungaji. Tafuta mtumishi wa Mungu aliye karibu na wewe. Nenda akuombea, kufanyie maombezi, kuondoa huo uvamizi uliokuingia. Pata muda wa kunena kwa lugha, pata muda wa kuimba nyimbo za sifa. Kuna vitu vingi vya kuweza kufanya, lakini msaada mkubwa kabisa, ndugu yangu msikilizaji, ni kukimbilia maisha yako kwa Yesu. Kama hujaokoka, uliwahi kuokoka, ukaacha msalaba, ukaendelea na mambo yako, hii inaweza kwa sababu mojawapo ya kumruhusu shetani awe na fursa ya kukushughulikia sana katika mawazo yako. Nikupe nafasi hii ya kuweza kuomba sala hii ili uweze kurudi kwa Bwana na kumpokea Kristo. Tafadhali rudia sala hii nyuma yangu. Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimekukosea siku nyingi. Ninaomba unisamehe dhambi zangu. Nifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike kwenye kitabu cha uzima milele. Kuanzia leo mimi ni mwanao, wewe ni baba yangu. Tawala maisha yangu, yatawale kabisa. Yesu, mimi nilianza njia hii nikaiacha ya kukufuata wewe. Sasa nimeamua kurejea, narejea kwako Bwana. Nimekukimbilia wewe Bwana, nisipate aibiko la milele. Nimekukimbilia wewe Bwana, najua nilikwishaibika. Nimefanya mabaya mengi, hata watu wanajua. Lakini narudi kwako nisipate aibiko la milele. Nipokee Baba. Nisaidie, nifuate njia hii, nisiache milele. Katika jina la Yesu nimeomba. Na sasa nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba kwa ajili ya msikilizaji huyu aliyerejea kwako baada ya siku nyingi kuacha msalaba. Naomba kwa ajili ya huyu aliyekupokea leo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. The name of Jesus, mkono wako uwe juu yako. Walichokipokea leo kikae cha milele. Hawa siku moja wataishi milele na wewe. Na ufunika kwa damu ya Yesu, waendelee kukua katika wokovu, wapate msaada wa kiroho, maisha yao yaendelee kukua. Roho Mtakatifu, mwalimu, wasaidie kujifunza na kukujua zaidi. Katika jina la Yesu, ewe mwovu, huna mamlaka juu yao tena. Ninaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Kama umeokoka, umefuatilia hiyo, uko Dar es Salaam unahitaji msaada,
tafadhali tuko tayari kukusaidia. Kunakuwa na namba za simu ambazo tutakupatia hapo mwisho zitakazoweza kukusaidia, na au nizitaje sasa tu, unaweza ukaziandika 0624 453 111. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatupata kama unahitaji msaada wa kiroho. Tutaweza kukupatia na kukusaidia na kukuongoza kwa Kristo vizuri, na Mungu yuko pamoja na wewe, nasi tunaona kabisa Mungu akibadilisha maisha yako. Sasa nataka tupate dakika chache tuweze kuomba, na ombi letu litakuwa moja tu. Ombi letu litakuwa moja tu, wala tutaomba maombi mengi ambalo ndani yake litakuwa na vitu kadha wa kadha. Tutaomba kupiga kila roho zinazovamia akili zetu, kuzifanya zivurugike. Roho moja, tumeona swala la kujilaumu, mambo ya zamani uliyofanya, kutokuwasamehe watu, taarifa mbaya tulizozipata na vitu kama hivyo. Kwa tutasambaratisha kila uvamizi unaoingia kwenye akili zetu, kufanya akili zetu zisiwe mahali pake, zivurugike. Tutapiga uvamizi, tuuondoe. Tutatumia jina la Yesu na damu ya mwanakondoo, tutaangamiza. Na mimi naona ukiwa huru kabisa. Omba pamoja na sisi tunapoomba sasa. Baba, katika jina la Yesu tunakuja mbele zako wakati huu. Tunakwenda kukuita jina lako Bwana, tunaenda kuliita jina lako Jehova, jina lako lenye mamlaka Yesu, jina lako lenye nguvu na uweza. Kwa kila msikilizaji anayetusikiliza Bwana, aliyeingiwa na kuvurugika kwa akili, aliye na msongo wa mawazo, aliyepata depression, aliyepata kutokuwa na utulivu, hana amani ndani ya akili yake kutokana na mambo mbalimbali ambayo yamesonga akili yake Bwana, tunajua huu ni mshale wa adui wa kutaka kumwangamiza. In the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, tunateketeza, tunasambaratisha hilo pepo, hiyo roho ya giza iliyofunga akili yake, iliyovamia roho ya kutokusamehe. Kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu, ninakuteketeza, ninakusambaratisha. Nasema toka, achia maisha yake. Nasema toka, achia akili yake. Nasema toka, achia moyo wake. Nasema toka, achia fikra yake. Nasema toka, achia akili yake kwa jina la Yesu Kristo. Achia fikra zake, achia fikra zake in the name of Jesus. Na tunaachia moyo wa kusamehe kwa damu ya mwana kondoo ndani yake, kusamehe yote yaliyopita, yote aliyofanyiwa, yote aliyofanya mwenyewe ambaye yanasababisha hawezi kujisamehe. Tunatamka kwa damu ya mwana kondoo, moyo wa kusamehe na kujisamehe ujae ndani yake kwa jina la Yesu. Tunapiga na kusambaratisha kwa damu ya mwana kondoo, maso padika karara potea in the name of Jesus, in the name of Jesus. Katika jina la Yesu tunasambaratisha kila taarifa mbaya zilizoingia, taarifa hasi zilizoingia kwenye moyo wake, moyo wa msikilizaji huyu. Tunazipiga taarifa hasi zinazosumbua moyo wake, zinazosumbua fikra zake, zinafanya hazitulii, zinazofanya hafikiri kwa kunyoka, zinazofanya akili yake inachoka, zinazofanya akili yake inavurugika. Kwa damu ya mwana kondoo tunakuteka ewe roho, ewe pepo chafu, ewe roho, ewe pepo chafu, roho ya taarifa mbaya, roho ya taarifa hasi, toka kwa jina la Yesu. Achia akili yake, achia moyo wake, achia akili yake. Tunakung'oa ndani yake kwa jina la Yesu. Tunakusambaratisha kwa damu ya mwana kondoo, tunakusambaratisha kwa damu ya mwana kondoo, tunakusambaratisha kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu. Tunaachia damu ya mwana kondoo, tunaachia damu ya mwana kondoo ifanye jambo jipya, ifanye jambo jipya, ifanye jambo jipya. Tunaachia, tunafuta taarifa
taarifa zote mbaya kwa damu ya Yesu. Mungu tunafuta kwenye akili yake, kwenye fikra zake, kwenye moyo wake. Msikilizaji huyu tunatamka ukombozi kwenye akili yake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Tunafunga milango ya kuleta taarifa mbaya, tunaachia milango ya taarifa nzuri ifunguke kwenye maisha yake kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu tunapiga roho ya ucheleweshaji inayofanya akili inauma. Kwa nini hili halikufanyika kwa wakati? Ndani ya akili za mioyo ya watu, kwenye akili tunapiga kwa jina la Yesu. Tunang'oa roho ya ucheleweshaji wa vitu kuja kwa wakati, roho ya ucheleweshaji wa vitu kufika kwa wakati kwenye maisha ya watu. Toweka kwa jina la Yesu. Sambaratika kwa damu ya mwana kondoo. Toweka. Roho inayochelewesha, kama tulivyoona kwa Daniel, roho inayochelewesha ikachelewesha maombi yake ya kufika kwa wakati. Tunapiga hilo pepo, hiyo nguvu, hiyo mamlaka, toka kwa jina la Yesu. Achia vitu vifike kwa wakati, baraka zao zifike kwa wakati kwenye maisha yao, ili akili ziwe na utulivu, ili mioyo yao iwe na amani na utulivu katika jina la Yesu Kristo. Tunatamka kwa jina la Yesu Kristo kuwe na utulivu kwenye akili zao kwa damu ya mwana kondoo. Tunatamka speed ya kiungu, tunaachia malaika wa Bwana wakavilete vitu vyao kwa wakati, baraka zao wakalete vitu vyao kwa wakati, ila name of Jesus, vitu vikafike kwa wakati, ili akili zao ziwe na utulivu katika jina la Yesu. Maso pradika kataya. Mungu wa majeshi, tunalitukuza jina lako, tunalipa heshima na adhama, linastahili Baba. Asante kwa kuwa umesikia kilio hiki, asante kwa kuwa umesikia maombi haya. Tunasema asante Bwana kwa kuwa umetenda. Katika jina la Yesu tumeomba na kushukuru. Amen. Tunasema asante kwa kufuatilia kipindi hiki wewe msikilizaji, nasi tunatarajia kusikia kutoka kwako. Kama unaishi jijini Dar es Salaam na una mahali ambapo unaweza ukashiriki kwa ajili ya ibada, tafadhali sana tunakukaribisha Might Faith Church ili uweze kukutana na Mungu. Tuko Mnazi Mmoja, jengo la ushirika linapatikana katika mtaa wa Lumumba na Kipata, eneo la Mnazi Mmoja. Ukifika pale tunapatikana Mezzanine, na ibada zetu ziko Jumapili kuanzia saa 3:30 na kuendelea. Ukifika utakutana na Bwana na maisha yako hayatabaki kawaida. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kufuatilia kipindi hiki. Usikose kipindi kitakachofuata katika Ijumaa ijayo, nasi tunatarajia kuona Mungu akiendelea kukusaidia. Tutatamani kusikia ushuhuda kutoka kwako. Unaweza ukazileta shuhuda hizo kupitia namba ambayo tulitaja awali, 0624453111. Tarudia tena, 0624453111. Tafadhali, kama una jambo lolote unataka kutuambia, au una mambo yako ya siri ambayo unaona unahangaika nayo, yanasumbua, hujui ufanye nini, tafadhali tuko tayari kukusaidia free of charge, na Bwana atakusaidia, nasi tutaliinua jina la Bwana. Mungu akubariki sana. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji uliyeungana pamoja nasi usiku wa leo. Basi neema ya Mungu ikakufunike. Tunakupenda sana. Shalom.